Katika dunia ya leo, teknolojia inakuwa kwa kasi sana na kuna fursa nyingi sana za kutengeneza kipato ambazo zipo kila mahali. Ukiflashback kwa range ya miaka 10 tu iliyopita nyuma, utagundua kuna tech stacks nyingi sana hazikuwepo au zilitumiwa kwa uchache sana na zipo kwa sasa. Mfano, kuna matumizi ya AI, 5G networks, biometric ID systems, advanced blockchain technologies, instant payment systems na nyingine kibao tu. Kwa sasa kwenye dunia sasa, simu yako tu inaweza kukusaidia kujifunza na kukuingizia kipato kikubwa sana. Tatizo ni kwamba wengi wetu bado hatujui ni wapi pa kuanzia. Sasa leo nitakushirikisha skills 3 tu ambazo ni za muhimu. Ukiamua kuzitumia wewe mwenyewe zinaweza kubadilisha maisha yako kuanzia mwaka huu 2025. Skill nitaangalia mwishoni ni ya muhimu zaidi kuliko zote. Kwa kana mimi mpaka mwisho, maana nitachambua moja moja na kuelekeza free resources ambapo unaweza kupata ujuzi zaidi kwenye hizi skills pamoja na maelekezo ya ziada, na ninaamini utajifunza kitu. Kama bado hujasubscribe kwenye channel hii, fanya hivyo, na ukijifunza kitu au kama unajua kitu kingine chochote kile cha ziada, weka kwenye comments hapo chini. Na also ninaruhusu criticism ya aina yoyote au kukosolewa kwa aina kokote kule kwenye section ya comments hapo chini ili tuweze kujifunza zaidi. So let's get started. Skill ya kwanza ni trading. Hii ni moja ya njia bora zaidi ya kutengeneza kipato hata kama una mtaji mdogo. Naelewa kuna wengi ambao wanaweza kuwa wamerubuniwa kuhusu trading na kuambiwa kwamba anaibiwa, ila ukiangalia most of them ambao wamekumbwa na janga hili wanataka faida za haraka haraka. Kusema kweli, trading ndio skill pekee ambayo inahitaji uwe na skills za kutosha kuweza kuelewa soko na kufanya maamuzi sahihi. Na ukijifunza na ukielewa vizuri utapata faida kubwa sana. Watu wengi wameweza kubadilisha maisha yao kupitia forex, cryptocurrencies, investment kwenye stocks na bonds, commodities mbalimbali na njia nyingine mbalimbali ambazo zinaweza kufanyika katika trading. Siri kubwa ni kufahamu zile basics na kuzielewa kiundani zaidi. Soma uelewe tabia ya masoko mbalimbali kwa muda wa kutosha. Jifunze price action, kutumia risk management sahihi na kuendelea kuboresha strategies zako. Resources za kujifunza kutrade na kuinvest zipo kibao, ila nyepesi zaidi ni zile ambazo unazikuta kwenye YouTube pamoja na AI chatbots, kwa mfano wa ChatGPT. Kuna channels kibao ambazo zinaweza kufundisha kutrade bure kabisa, bure, kwa kutumia lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Binafsi mimi mwenyewe kwenye hii channel hii hapa ninafundisha skill hii kiundani. So kama unahitaji kujifunza zaidi, wewe ingia tu kwenye channel hii ili uweze kujifunza. Kitu kingine cha msingi hapa ni kujiunga na communities mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia kukua, na ukiwa na maswali unaweza kuuliza na ukaelekezwa. Lengo sio kutengeneza pesa haraka, lengo ni kujifunza na uwe na ujuzi utakaoweza kukusaidia kiuchumi miaka 10 ijayo. Lakini kama unahitaji njia haraka kuingiza pesa, basi itakugharimu zaidi, maana utaingia kwenye soko na utaingia kwenye ile mitego kila siku ambayo unasema kwamba trading ni kama kamari. Ukihitaji kujifunza zaidi kuhusu trading kuanzia mwanzo mpaka mwisho, unaweza kutumia YouTube channels ambazo nimekuambia, lakini pia kuna application inaitwa Discord, unaweza download, na kisha kuna link ambayo nitaweka kwenye description hapo chini. Ukaingia utapata resources zote ambazo zinaweza kufundisha kutrade kwa kutumia Kiswahili pamoja na kutumia Kiingereza. Live trade ideas zote zinakuwepo, lakini pia ukihitaji vitu zaidi unaweza kunitafuta WhatsApp, namba ambazo zitakuwa kwenye description hapo chini. Skill ya pili ni video editing, photography pamoja na content creation. Unaweza kuchukulia skill hii kwa wepesi, lakini hii skill ni kitu ambacho kinalipa sana ndani na nje ya nchi. Dunia sasa inaendeshwa na kile ambacho unakiona mtandaoni, mfano TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, kote kule. We no longer depend on television stations, newspapers na radio kupata information au kuwa entertained. Most if not all contents zinahamia kwenye digital forms, na ukihitaji kujua wanafaidikaje, nisikilize kwa makini sana. Kuna kitu kinaitwa freelancing ambapo unaonesha ujuzi wako na unapata opportunities kutoka kwa watu na makampuni mbalimbali ambayo yanahitaji ujuzi huo na ukawa unalipwa. Cha kufanya, tengeneza account yako kwenye platforms kama Fiverr, Upwork na Shutterstock ambapo unaweza kuuza kazi zako ambazo umeziedit. Nitakuwekea link hapo kwenye description kwa chini uweze kuingia kwenye either of the accounts na uweze kutengeneza na uanze kuupload kazi zako. Pia unaweza kufaidika kwa kufanya matangazo in English au kwa Kiswahili. Kwa Kiingereza matangazo tunaita ads, which is one of the most reliable ways za kupata malipo. Tengeneza brand yako vizuri kabisa, kisha post kazi zako YouTube, Instagram au TikTok and get paid through the AdSense program.
Ukijitengenezea jina vizuri, watu binafsi au makampuni pia yanaweza kukutafuta uwafanyie matangazo pia kwenye pages zako na ukalipwa zaidi. Mfano mzuri tu, jaribu kumfuata celebrity yoyote yule au mtu yoyote mwenye account kubwa either Instagram au TikTok, na muulize kufanya matangazo na charge shilingi ngapi, afu rudi hapo uniambie. Njia nyingine ambayo unaweza uka-earn kwa skill hii ni kuwafundisha watu wengine, and you charge them for the skill and time ambayo wewe umetumia kujifunza. Wewe unakuwa umejifunza bure kwenye resources ambazo nitakuandikia hapo kwenye description, na unaweza uka-collaborate na kampuni kubwa ambazo watakuwa wanahitaji wewe uweze kueditia kazi zao. Lakini pia unaweza kujitengenezea CV zako nzuri tu ambayo unaweza kupatia kazi nzuri sana na kwenye makampuni makubwa ndani na nje ya nchi. Also, kama ni mtu wa kupenda kutalii sana, unaweza pata hata free chances za kwenda kushoot in different places in the world. Sasa baada ya kuona sasa the different ways ambazo unaweza ka-earn kwa kutumia skill hii, tujue sasa unawezaje kujifunza bure tena wewe mwenyewe from the beginner stage to a pro level. First of all, you need to know your niche. Hapa namaanisha nini? Namaanisha kwamba unahitaji kujua eneo lako maalum au upeo wako wa utaalamu. Labda inawezekana labda ni fashion, videography and photography, art, animals and nature, diplomacy, nyingine zote. Sawa, ambazo unaweza kuwa unataka wewe mwenyewe. Ukishajua eneo lako ambalo wewe mwenyewe unaweza kuhitaji kujifunza, itakusaidia sana kwenda mbele. Kwa sababu the best way to learn ni kujua kwanza kile ambacho unakitaka wewe mwenyewe. Ukishakijua sasa unaweza kutumia free resources ambazo unaweza kuzipata ni kuanzia hapa YouTube. Kwanza, channel zipo nyingi mno ambazo zinaweza zikafundisha, zinakusaidia wewe mwenyewe kujifunza this skill. Just search what you want to learn, kisha utaanza kujifunza mwenyewe. Download simple editing tools kama Canva, kuna Adobe Premiere Pro, kuna CapCut, kuna Photoshop, na uanze kujifunza wewe mwenyewe taratibu. Cha msingi kwanza ni upate zile skills ambazo unazihitaji, kisha uanze kutafuta ways on how the skill can bring you income, sio kufanya tu vitu for fun. The last skill ni software development, artificial intelligence, au wengine wanaita AI, pamoja na machine learning. Hii ndio skill moja ambayo naipenda sana kuliko zote, maana ndio dunia inakoelekea kwa sasa na ilipo kwa sasa hivi. Kwa miaka 10 ijayo, kazi nyingi sana zitakuwa replaced na machines, ubishi au usibishi. Ukitaka kujua if your job iko sawa na iko safe au la, ingia kwenye AI chatbot yoyote ile, kwa mfano kama ChatGPT. Andika tu prompt, what jobs will be replaced by AI and machines in 10 years time. Itakuletea list nzima ya kazi ambazo zinaenda kuwa replaced zote kufikia miaka 10 tu ijayo. Sasa wewe baada ya kujua hili swala, unatakiwa kutake advantage of it kabla msalo hoja kufikia. Jifunze something extra to add on your career kwa sasa hivi, and how unaweza kupata kipato kwa kupitia this technological advancement. Kazi nyingi sana ikipata ya kwako unaweza kukuta imekuwa affected na kitu kama hiki. Nchi zetu zinazoendelea, mfano Tanzania, skill hii bado haijakuwa kwa kasi sana, na hii inatupatia fursa sisi ambao bado hatuja-incorporate skill hii kuweza kujifunza kiundani zaidi. Tunaanza mapema kabla kitu hicho hakijaweza kutufikia sana. Artificial intelligence na machine learning zinakuwa kwa kasi sana, na usipojifunza mapema utapitwa na fursa hii kubwa sana. Kila career duniani inakuwa affected na skill hii in one way or the other. Kwa hiyo kujifunza ni kitu cha muhimu sana. So what to do baada ya kujua kwamba kuna hili swala? First as always, jua eneo lako la utaalamu. Sawa, ingia online na usearch for AI tools ambazo zinaweza kutumika katika eneo lako. Kisha anza kujifunza wewe mwenyewe na kufanyia kazi. Resources zito kama zote kama zilivyo zinapatikana hapa YouTube, tena free kabisa. Kwa watu walioko in IT related stuff yoyote ile, learn how to code. Yani jilazimishe ujifunze kucode, hata kama ni kwa udogo sana, ila ujue tu lugha 2 au 3 ambazo ndizo zinatumika katika mazingira tofauti. Lugha nyepesi sana ambayo unaweza kujifunza ni Python. Sasa lugha hii inatumika in data analytics, kutengeneza automated machines, used in kutengeneza kwenye finances, inatumika kupredict prices, inatumika kutengeneza games pamoja na backend tasks nyingi mno za ziada. Sitaki kuongelea sana kwenye tech side ya hii kwa sababu ninajua kuna wengine ambao hawahitaji kuitumia hii, lakini ukishajua vizuri Python na unaweza kupresent kazi yako vizuri, tengeneza projects zako, unaziweka kwenye platforms kwa mfano kama GitHub, FreeCodeCamp, YouTube, na kwenye makampuni binafsi unaweza kupeleka kama CV yako. Huwezi kukosa kazi, huwezi kukosa ni kitu kadogo kuweza kufanya kuweza kuingizia kipato. Kuna lugha nyingine nyingi mno za kujifunza kwa both front end pamoja na back end engineering, sawa. Lakini ukitaka kujua zaidi,
ingia kwenye chatbot yoyote ile, kwa mfano kama ChatGPT, unauliza tu, au hata hapa YouTube unauliza, wanaweza kuelekeza kuhusiana na skill hii husika. Sasa kwa sababu umeshajifunza hivi vyote, ili uweze kuwa professional zaidi, sawa, unatakiwa uingie katika communities, sawa. Tafuta sasa uweze kupata professional certificate ambayo inaweza kutumia kuombea kazi. Unaweza kutumia kuombea kazi sehemu yoyote ile. Ukihitaji kuajiriwa, unaweza kupata na mwajiri wako, ili aweze kuona kwamba wewe umeweza kusoma katika kitu ambacho ni cha muhimu sana. Fanya kitu kimoja, jifunze hapa YouTube. Ukishajifunza unapewa ile knowledge ambayo ni kubwa sana. Ukishatoka hapa, kuna special websites ambazo unaweza kusoma, ambazo ni trusted sites au colleges na ukaa certified in a very professional manner. Ni muhimu sana kuingia kwenye hizo sites na kuweza kupata hizo certification, maana kule hivi unakuta kuna a certain guideline ambayo wanahitaji wenyewe, kama wanahitaji mtu amesoma sehemu fulani. Lakini ukiwa umeshafanya kusoma kwa kutumia free resources, kwa mfano YouTube, Google, AIs nyingine hizi, umeweza kujifunza, ukaingia kule ukaziweka skills zako kwenye zile sites, unaweza kusoma kule hivi, utakuwa unaelewa zaidi kile ambacho umeweza kujifunza na kuweza kupata zile certifications kwa haraka. Kwenye description hapo chini nimekuwekea professional sites ambazo unaweza kupata kuwa certified. Some ni paid na nyingine ni free, so ni best ukawa na vyeti vyote vile. Kama unapenda content hii, usisahau kulike pamoja na kunipa mrejesho katika comment sections hapo chini. Kwa watakaopenda kujua kutrade zaidi, mkumbuke msisahau kujoin Discord yetu, link nimeweka hapo chini kwenye description. And asante, and let's meet in another fintech related topic siku nyingine. All the best and thank you.